Sawa boss, talifanyia kazi. Hivi unahisi ni kwa nini bosi anasisitiza sana kuhusu ile kampuni? Unajua kabisa kwamba sio mtu wa kutoa maelezo mengi, lakini nahisi kuna kitu unavizia. Hivyo si tufanye kazi yetu tu. Basi sawa, ngoja nikuache nikafuatilia ile kopi ya mkataba. Kwa nini hujanishirikisha kwenye hili kabla? Ndiyo, sijakwambia, sijakushirikisha, lakini hata mimi mwenyewe sikutarajia. Sawa, ni binti ambaye aliomba msaada wa babake, anaumwa, tumsaidie. Kwa hiyo na mimi nikaona sio mbaya nimlete hapa afanye kazi za ndani na mimi nisaidie babake. Ubaya uko wapi, mke wangu? Ni mara ngapi nimesema usilete watu ajabu ndani ya nyumba yangu? Yaani mtu humjui tabia yake, unamleta ndani ya nyumba yetu. Kweli mume wangu? Vipi kama ni mwizi ye kama ni mchawi? Okay. Kama asipoharibu ndoa yangu, basi ataharibu ndoa ya watoto wako. No, mke wangu, yule binti sio mtu mbaya. Sio muuni. Sio muuni kabisa, usifanye hivyo. Mimi naomba tu umpe hata wiki moja ya kumjaribu. Akifanya vizuri sawa, asipofanya vizuri tunamfukuza. Shida iko wapi, mke wangu? Shida iko wapi, mke wangu? Sawa. Mke wangu. We binti. Abi, nisikize kwa makini. Hii ni nyumba yangu, na utaratibu wa kufanya kazi kwenye hii nyumba uko hivi. Utaamka asubuhi na mapema, utafanya usafi, utatunza maua na utapika chakula kizuri. Na kingine, nina watoto wawili. Mmoja hapendi chumvi nyingi na mwingine anapenda usafi. Kama utafanya mistake ya aina yoyote, basi utakuwa huna nafasi ya kuendelea kufanya kazi kwenye hii nyumba. Wamekuja wafanya kazi wengi sana, lakini walishindwa masharti na hatimaye wakaondoka. So, kwa makini. Sawa, nimekuelewa. Nitazingatia kila ulichokisema. Okay. Nifuate. Kuanzia sasa hivi chumba chako cha kulala kitakuwa hiki hapa. Umenielewa? Asante mama. Mama? Mimi mamako? Usije kurudia tena kuniita hivyo. Niite madam.
Sawa, madam. Samahani,